Karibu sana mpenzi mtazamaji, katika kipindi hiki tuweze kujifunza kwa pamoja somo kuhusu mahusiano. Kwanza kabisa tuweze kuangazia nini maana ya mahusiano. Mtu anapozungumza au mtu anapotamka mahusiano, neno hili linakuwa linamaanisha nini hasa? Tunasema mahusiano ni muunganiko baina ya watu wawili ama zaidi, na muunganiko huu waweza kuwa ni muunganiko wa kihisia ama mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya kikazi na kadhalika. Hiyo ndo maana fupi na maana halisi ya neno mahusiano, japokuwa wapo watu wengi ambao wanaweza kulitafsiri neno hili kwa namna mbalimbali, lakini kiujumla neno hili mahusiano linakuwa lina maana kama hiyo, ni kwamba mahusiano ni muunganiko wa hiari baina ya watu wawili ama zaidi, ambao waweza kuwa ni wa kihisia, wa kifamilia, kikazi au namna yoyote ile pale. Sasa mahusiano kwa kawaida huwa yanaweza kupitia hatua tano kuu. Hatua tano kuu, tukimrejelea mwanasaikolojia nguli wa Kimarekani ambaye anaitwa George Levinger, aliweza kubainisha aina kuu tano ama hatua kuu tano ambazo kila mahusiano lazima yatapitia. Tukianza na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza hii hapa inaitwa attraction stage ama hatua ya kujuana. Hii ni hatua ambayo watu huonana katika maeneo mbalimbali, mfano kwenye mikusanyiko, kwenye usafiri, katika maeneo ya kazi. Hii ni hatua ambayo hutokea mmoja kuvutiwa na mwingine, na hapo ndipo huwa wanaanza kupata shauku ya kila mmoja kutaka kuwa karibu na mwenzake. Lakini pia tukiangazia hatua ya pili ya mahusiano, inaitwa ni build up stage. Hii build up stage ni hatua ambayo ndipo mahusiano huanza kuzaliwa. Mahusiano yanazaliwaje? Ni hatua ambayo tayari hawa watu wawili ambao tayari wamevutana ama wameanza kuvutiana, wanaanza kujenga imani na kutaka kufahamiana zaidi kwa ajili ya hatua zaidi ambazo zinasonga mbele katika mahusiano yao. Twende tuangalie hatua ya tatu. Hatua namba 3 katika mahusiano inaitwa ni continuation stage. Continuation stage hii hapa ni hatua ya muendelezo ama kuendelea. Kinachofanya mahusiano yaendelee na yaweze kukua ni ile hali ya imani ambayo watu hawa wawili wanakuwa wameijenga, ama kila mmoja akampandikizia mtu mwenzake imani nyingine ama imani thabiti ya kwamba huyu ni mtu sahihi kwangu. Kwa hiyo watu hawa wanakuwa wameingia katika hatua kubwa zaidi ya kuweza kuaminiana na kuanza kuonesha zile self disclosure ama kuanza kuaminiana, kutoa siri, kuweza kushare kwa mwingine kama hatua ya kuaminiana kwenye mahusiano yao. Na hapa ndipo mahusiano imara yanapozaliwa, na ndipo watu hawa wapendanao ama wapenzi huwa wanafunga mikanda au wanafunga mkanda kwenye mahusiano yao. Tuangalie hatua ya 4 katika hizo hatua 5 za mahusiano. Hatua ya 4 inaitwa deterioration stage ama hatua ya uharibifu ama kuzorota. Katika hatua hii watu huonekana kuanza kukutwa na migogoro mbalimbali, wanaanza kugombana, wanaanza kutokuelewana, na hii hutokea pale ambapo panatokea mkanganyiko na kutokuelewana kiitikadi, kiimani, ama kivipaumbele. Mmoja anataka hiki, mwingine anataka hiki. Sasa kushindwa kwao kuelewana ama kitaalamu tunaita compromise, ndiko kunakopelekea watu hawa kuanza kumuona kila mtu ama kutuhumiana kwamba wewe ni mbaya, wewe ni mbaya, na wanashindwa kuweza kukaa chini pamoja na kuweza kutatua hiyo changamoto ili waweze kuendelea ama kuivuka hatua hii ya mahusiano kwenda katika hatua nyingine ambayo ni hatua ya ukomavu zaidi. Sasa tunde tuangalie hatua ya 5. Hatua ya 5 nayo inasema kwamba hatua ya 5 ni ending stage ama hatua ya ukomo ama hatua ya mwisho.
Hatua hii ndipo mahusiano huanza kuonekana kuvunjika. Katika hatua hii mahusiano huvunjika na kila mmoja anaweza kaanza maisha yake mengine mapya. Sababu zinazopelekea kuvunjika kwa mahusiano huwa zipo kuu tatu. Sababu ya kwanza inaweza kuwa ni kifo, mahusiano yakavunjika kwa sababu ya kifo. Lakini sababu ya pili, mahusiano yanaweza yakavunjika kwa sababu ya talaka. Talaka inaweza kapelekea mahusiano haya yakavunjika na kila mmoja akaendelea na maisha yake. Lakini sababu ya tatu inaitwa separation. Separation maana yake ni kwamba watu hawa wanaweza wakaamua wakatengana kwa hiari yao wao wenyewe, baada ya kuona kwamba hawaendani katika baadhi ya vitu, na maybe mahusiano yao huko mbele yanaweza kawa ni hatari zaidi, yanaweza kapelekea wao kuumizana ama akapelekea wao kuweza kudhuriana kwa namna yoyote ile. Sasa wao wakiwa kama wapenzi hukaa chini kwa hiari yao, wanajadili na kuamua kutengana kwa hiari pasipo na shuruti. Sasa zipo sababu kuu nyingi ambazo huwa zinaweza zikapelekea mahusiano haya baina ya watu wawili yakadhorota ama yakaathiriwa. Ziko sababu kuu nyingi, lakini tukazitazame sababu fulani chache ambazo ndizo sababu kuu zinazopelekea mahusiano baina ya watu hawa kuweza kuvunjika. Sababu ya kwanza tunaita ni kutokuendana, ama kwa lugha ya kitaalamu tunaita incompatibility. Watu hawa wanaoweza kuwa wameweza kuvutwa ama kuvutiana katika ile hatua ya kwanza na kila mmoja kuanza kutamani kuwa karibu zaidi na mwenzake, wanaweza wakaonekana kuvutiana katika hatua zile za awali, lakini kule mbele wakaonekana kutokuendana kwenye baadhi ya mambo. Mfano, mmoja anaweza kawa anapenda hiki, mwingine hapendi hiki. Sasa kushindwa kwao kuweza kuelewana ama kurekebishana na kuonyana ama kukosoana na kuyachukulia hayo maonyo na marekebisho kuwa ni positive, manake ndipo hapo mtafaruku na kutokuelewana huanza kutokea. Sasa watu hawa wanafikia kushindwa kuelewana, wanashindwa kuendana kwenye baadhi ya mambo. Sasa kitu kama hicho huwa kinaathiri vibaya sana mahusiano na lolote laweza kutokea. Mfano, wanaweza kaamua kutengana ama kuachana kama wakishindwa kuweka sawa tofauti zao. Lakini sababu ya pili ambayo huwa inaathiri vibaya sana mahusiano tunaita ni mawasiliano au communication. Kwa nini mawasiliano yanaathiri mahusiano? Tunasema mawasiliano baina ya watu wawili wapendanao, haijalishi mpo jirani ama mko mbali, mawasiliano ndio waga kitu cha msingi zaidi kinachoweza kuwaunganisha ninyi wawili kuendelea kuaminiana ama kuendelea kujengeana imani katika mahusiano yenu. Inapotokea mawasiliano yamezorota ama mahusiano yako chini sana, hiyo ni ishara mojawapo ya kutokujali. Kwa hiyo mawasiliano hufanya kazi kubwa sana katika mahusiano. Unapokuwa katika mahusiano, hakikisha ya kwamba unafanya kadri uwezavyo, unafanya namna yote ile uwezayo ili kuweza kuhakikisha kwamba unawasiliana na mwenza wako, unawasiliana na mpenzi wako kwa njia ambazo ni za wazi, za ukweli na njia sahihi. Lakini hatua ya tatu ama sababu ya tatu ambayo inaathiri mahusiano tunaita ni ukweli. Ukweli ama kwa kizungu tunasema honesty. Kwa nini kutokuwa mkweli kwenye mahusiano kunaathiri zaidi mahusiano yenu? Ukishindwa kuwasiliana na mwenza wako kwa uwazi na ukweli, hii itasababisha yeye kuanza kukuwekea wewe suspicion ama kuanza kukuwekea wewe viulizo kwamba kwa nini huyu mtu hanitafuti? Kwa nini huyu mtu yuko 1 2 3? Kwa maana hiyo itakuwa ni ishara mojawapo ambayo inaonesha na kustadifu ya kwamba wewe huenda haupo serious kwenye mahusiano yenu na ama humjali mtu huyo. Lakini tuweze kuangalia sababu nyingine ya 4 ambayo inaathiri mahusiano. Sababu nyingine ya 4 ambayo inaathiri sana mahusiano ni muda. Muda ni nini? Ama muda unaathirije mahusiano? Muda na sababu hii kitaalamu zaidi tunaiita kwamba ni having quality time, kuweza kupata muda safi kwa ajili ya mwenza wako.
Unapokuwa kwenye mahusiano, ukishindwa kutenga muda safi ama muda wa kutosha kwa ajili ya mpenzi wako ama mwenza wako kuweza kujadili mambo yenu, kuweza kuzungumza mambo yenu ambayo yanahusu mahusiano yenu, hii inaenda kuathiri moja kwa moja jinsi ambavyo mahusiano yenu yangeendelea, jinsi ambavyo mahusiano yenu yangekuwa, hatimaye kuweza kupanda viwango na viwango. Sasa mmoja wenu ama mmoja wapo akikosa muda sahihi na muda safi wa kuweza kuzungumza mambo yenu, hii inaenda kuathiri moja kwa moja nguvu ama hamasa na ile hamu ya kutamani ama kuendelea kuwa na aina hiyo ya huyo mwenza. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaathiri zaidi mahusiano, ambayo kimsingi watu wanaiona ni ya kawaida, lakini hufanya kazi kubwa sana katika mahusiano ya watu, tunaita ni tabasamu ama smile. Kwa nini tabasamu linafanya kazi kubwa sana katika mahusiano ama linaathirije mahusiano? Tabasamu ni moja kati ya nyenzo kuu ama nyenzo kubwa sana ambazo zinaweza zikamfanya mwenza wako akaweza kuhisi kitu cha tofauti kwake kupitia tabasamu lako. Kivipi? Tabasamu linaweza likafanya kazi ya kusawaza mambo ama kuweza kutatua baadhi ya migogoro inapotokea migogoro hiyo imeamka au imearise kati yenu. Mfano, mtu anaweza kaja kuongelesha kiukali, umemkosea, baadaye wewe kuweza kureact kwa sura yako ambayo ni kavu ama sura ambayo inaonyesha kwamba hujapendezwa na kile kitu, unaweza ukatabasamu, na kupitia tabasamu lako huenda likamfanya yeye akapunguza ama akashusha kiwango chake cha tempa, na hatimaye mkawa mmeweza kufanikiwa kusolve baadhi ya matatizo.